Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, nipende kukukaribisha kwenye kipindi chako pendwa cha Life Theatre, maisha ya theatre. Maisha tunaelewa kila mtu, lakini theatre ni chumba cha upasuaji. Siku ya leo tunakwenda kuzungumzia mambo ya kuzingatia kwa madereva wanaoendesha magari binafsi. Magari binafsi ni yapi? Mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo kaa tayari kututazama, usichoke kutufuatilia. Nipo na mgeni hapa, atakwenda kueleza kwa undani zaidi kuhusiana na mada ya siku hii ya leo. Karibu sana. Nashukuru sana. Ndio, watazamaji wangependa kukufahamu wewe ni nani? Mimi kwa majina naitwa Sergeant Omari Msuya. Ndio. Natoka kitengo cha elimu kwa umma mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Sawa, mada siku ya leo tunaongelea mambo ya kuzingatia kwa madereva wanaoendesha magari binafsi. Kabla ya kuendelea, ningependa kufahamu magari binafsi ni yapi? Magari binafsi Ndio. ni chombo cha moto ambacho kinatumika barabarani. Ndio. Ambacho mtumiaji sana kwa anakitumia chombo chake hicho, lakini kinakuwa hakijasajiliwa kwa ajili ya kufanya biashara ya kubeba abiria au kubeba mizigo. Ndio. Kwa ni ile gari ambalo au pikipiki ambayo mtumiaji anaitumia kwa matumizi yake binafsi. Sawa, kwa hiyo mimi nikinunua gari langu kuna kusajili mara mbili. Ni sajili kwangu binafsi au la biashara? Na je, nikawa sijasajili kibiashara, lakini katika hali ya harakati zinavyoendelea nikaifanya ya biashara, je, napaswa kwenda kuisajili tena ama naendelea hivyo hivyo? Ukiwa na gari lako binafsi sasa, ukaamua unataka ubadilishe matumizi, lazima kuna taratibu uzifuate. Ubadilishe gari lako ili sasa liwe limesajiliwa kwa ajili ya biashara. Sawa. Tumezoea kuona plate number rangi ya njano na rangi nyeupe. Ningependa kujua tofauti ya zile plate number kutokana na rangi. Plate number, unapozungumzia plate number kwa nchi yetu, kuna namba tofauti tofauti. Magari yanatumia namba tofauti tofauti kutokana na matumizi sasa ya gari hilo kwa wakati huo. Magari binafsi kwa nchini kwetu tunaona yanatumia kibao cha njano ambao kina maandishi meusi. Hayo ni magari binafsi. Yanatumia plate number hiyo. Kwa magari ambayo sasa yamesajiliwa kwa kufanya biashara, yanakuwa na hii plate number ambayo ina kibao cheupe na maandishi meusi. Lakini magari mengine tunaona yana namba nyekundu, namba za kijani, blue. Kila gari lakuwa la namba kutokana na lafanya ni matumizi gani. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, kinachotupa nguvu ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Maji haya huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote. Huduma ipo Moshi Kilimanjaro, Maili 6, kituo cha mashine. Kama unatokea Moshi mjini, unapanda magari ya kwenda Maili 6, ya kwenda Machame, ya kwenda Sanya, ya kwenda Sadala, utashukia kituo cha mashine, utakutana bango kubwa la ratiba za ibada, ambapo siku za ibada ni Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11. Siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa. Tunazungumzia mambo ya kuzingatia kwa madereva wanaoendesha magari binafsi. Tumeshaelezwa magari binafsi ni yapi, tumeshaelezwa. Kwa hiyo endelea kututazama. Tuma komenti yako, uliza swali, changia mada ili uweze kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na magari binafsi. Ningependa kufahamu sasa hayo mambo ya msingi ni yapi? Kwa watumiaji sasa wa haya magari binafsi ambao unakuta ni gari au pikipiki. Ndio. Kwa mtu anapokuwa na chombo chake binafsi sasa, kabla ya kuingia barabarani, kuna mambo sasa muhimu lazima ayazingatie. Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa huyu mtumiaji sasa kukizingatia ni swala kwanza la afya. Kabla hajaingia barabarani lazima ahakikishe kiafya ana afya ambayo ni nzuri, ambayo itamwezesha yeye kulimudu gari lake. Na hapa tunazungumzia kwenye afya sasa. Tunaenda moja kwa moja sasa, tunakuta awe na afya, asiwe labda katika hali ya ulevi. Na ulevi pia tunaona huko katika aina tofauti. Kuna wakati mtu anakuwa amelewa kwa kunywa pombe. Lakini pia kuna wakati mtu anakuwa amelewa labda kwa kutumia dawa. Kwa mtu kabla hajaingia barabarani sasa anatakiwa hakikishe utimamu wa mwili wake upo sawa. Hiyo ni kitu cha kwanza mtumiaji wa gari anatakiwa kuzingatia. Kitu cha pili, kabla hajaingia barabarani sasa anatakiwa pia angalie hili gari lake. Hili gari lake liko katika hali gani? Kwa maana kwamba akague ile mifumo ya gari lake. Mifumo labda ya usukani, mfumo wa gia,
mfumo wa bodi, mfumo wa matairi. Aangalie kwamba gari langu lipo katika hali gani, liko salama, sasa anaweza kuingiza barabarani, kwa maana kwamba gari lake ni zima. Ukisoma ile sheria ya usalama barabarani katika kifungu kile cha 45 kinaeleza hii mifumo yote ya gari. Sawa. Hicho ni kitu cha pili ambacho dereva anatakiwa kukizingatia. Lakini pia kitu kingine sasa dereva ambao anatakiwa kukizingatia, sasa anapotaka kuingia barabarani lazima pia angalie yeye sasa ana leseni inayomruhusu yeye kuingia barabarani. Kwa hiyo ni nyaraka ambayo inamruhusu dereva kabla hajaingia barabarani kwamba je, ana uhalali wa kuingia barabarani. Kwa hiyo dereva kabla hajaingia barabarani atakuwa hakikishe ana leseni, lakini pia hiyo leseni iko valid, haijaisha muda wake. Lakini pia chombo anachokiendesha leseni hiyo inamruhusu kuendesha chombo hicho. Kwa hivyo ni vitu pia vya kuzingatia kwa dereva. Lakini pia kwa mmiliki wa hiki chombo binafsi, pia kabla hajampa sasa, kama anataka kumpa labda dereva, kabla hajampa huyu dereva hakikishe je, huyu dereva anayempa ana leseni iko valid na inamruhusu kuendesha chombo hichi ninachompa. Hizo ni vitu vya kuzingatia. Lakini hapo kwenye kuzungumzia leseni, ningependa kuelewa ama kufahamu zaidi, anayeendesha gari ni mtu ambaye ni dereva. Ile leseni haitumiki kwa chochote kwenye lile gari. Kwa nini akiwa ana leseni hapaswi kuendesha gari wakati leseni haihusiki kwenye lile gari, kuliwasha au kuliendesha? Labda niweke vizuri hapo. Nazungumzia awe na leseni. Ndio. Hata kama sasa labda kwa wakati huo hajaibeba. Ndio. Lakini awe ana leseni ambayo inamruhusu yeye kuendesha gari hilo. Akiwa hajaibeba pia ni makosa, akikamatwa na askari akiulizwa leseni akiwa nayo ni makosa pia. Kutembea na leseni haimfanyi dereva moja kwa moja kwamba awe ametenda kosa. Lakini sheria sasa inamtaka dereva yule kwamba anapokuwa labda amekamatwa barabarani kwa wakati huo hajatembea na leseni yake. Kwa hiyo kama atakuwa hajatembea na leseni yake, anapewa muda kwa yeye kuileta ile leseni ambayo ni muda wa masaa 72. Kwa hiyo asipoileta ndani ya hayo masaa 72, sasa tutakuwa tunaamini kwamba dereva huyo atakuwa ametenda kosa. Kwa hiyo umenikamata barabarani ukanidai leseni, sina leseni kwa pale, nikakwambia maybe nimesahau kwenye gari lingine ama nimesahau nyumbani. Unaniruhusu niondoke ndani ya masaa 72, ndio utaniuliza inatakiwa niwe nimeishaifikisha kwa wakati huo. Sasa tunaweza tukazuia chombo chako ili ukalete hiyo leseni yako kwa hiyo muda wa masaa 72. Kwa hiyo mwenyewe utapima unataka wewe usumbufu au utatembea na leseni, kwa sababu kutembea na leseni pia askari anapokuwa barabarani sheria inamruhusu askari yeye kuona leseni yako. Kwa hiyo askari akitaka kuikagua leseni yako ni wajibu wa dereva kutoa leseni yake ili ikaguliwe na askari. Kwa hiyo kwa wakati huo kama utakuwa hujatembea na hiyo leseni, sasa utapata huo usumbufu ndani ya masaa 72. Askari kujisahau, lakini ndio maana sasa sheria ikumfanya dereva aingie moja kwa moja kwenye makosa kwamba hajatembea na leseni. Kwa hiyo yeye atapewa maelekezo alete leseni kwa wakati ambao amepewa maelekezo. Sawa. Ningependa pia kujua tofauti ya dereva wa magari binafsi na dereva wa magari ya biashara. Tofauti sasa kati ya dereva wa magari binafsi na haya magari ya biashara ni wanatofautishwa pia na ile leseni sasa. Kwa sababu unapoendesha labda gari, tuchukulie ni la biashara la kubeba abiria, kufanya usafirishaji wa abiria. Ni lazima dereva huyo ambaye anaendesha gari hilo awe na leseni ambayo inamruhusu kuendesha hilo gari, ambayo inakuwa sasa ni kuanzia daraja la klasi C, C2, C1, C3. Kwa hapo pia inategemea sana ni daladala, ni basi au anafanya biashara taxi. Kwa leseni ina hivyo vipengele vya kumtofautisha. Sawa. Kwa magari ya binafsi dereva anakuwa na daraja D. Kwa hiyo haupaswi kuendesha, mfano mtu wa dereva wa magari ya biashara hapaswi kuwa na daraja D akaendesha magari ya biashara. Anaweza akawa na madaraja hayo, akawa na D, akawa na C, akawa na E, dereva mmoja. Kwa hiyo akawa anaruhusiwa kuendesha magari ya design hizo tofauti. Lakini sasa akiwa na D peke yake hawezi kuruhusiwa kuendesha mfano gari la abiria au la mizigo. Sawa, ningependa kujua sifa za dereva wa magari binafsi ni zipi? Sifa za dereva wa magari binafsi. Sifa ya kwanza tu ni awe na hiyo leseni. Hiyo leseni ambayo inamruhusu sasa yeye kuendesha hiyo gari yake ambayo ni klasi D. Au klasi B.
au kama ni pikipiki klasi A. Kutokana pia na hizi pikipiki pia ziko katika kategori mbalimbali. Kwa hiyo unakuta kuna pikipiki ambayo ni daraja A, pikipiki ambayo anatakiwa aendeshe na A1, A2. Sawa. Kwa hiyo sifa ya kwanza, leseni imekaa pande zote. Hii leseni sasa ndio inayomtofautisha dereva huyu aendeshe gari hili, dereva huyu aendeshe gari hili. Ni makosa gani ambayo yamekuwa common sana kwa madereva wa magari binafsi? Madereva wa magari binafsi, makosa ambayo sasa wanakuwa ni ya kujirudia rudia. Ndio. Kosa kubwa la kwanza ambalo huwa wanalifanya sana ni mwendo kasi. Mara nyingi unakuta madereva wa magari binafsi wao wana haraka. Kwa hiyo hilo kosa la mwendo kasi huwa sasa ni kosa ambalo linakuwa linawabana zaidi. Lakini kosa lingine ni kuyapita magari bila kufuata utaratibu. Unakuta sehemu haimruhusu yeye ku-overtake, lakini ana overtake. Lakini pia kosa lingine ambao mara nyingi wanajikuta wanalifanya sana ni kujisahau kufunga mkanda. Makosa common matatu. Mwendo kasi wengi wanafanya, lakini sasa hayo ndo mara nyingi watu tunawakamata sana barabarani. Unahisi nini kifanyike ili kupunguza, japo ni ambayo yamekuwa common sana, nini kifanyike ili kupunguza makosa hayo? Ni kuendelea tu kusimamia. Kuendelea kusimamia, na sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kusimamia. Kwa hiyo katika kusimamia sasa ndo madereva napo sasa wanaacha kufanya, kwa sababu unapokuwa sasa unabanwa, unaona bora tu niache. Kuanzia mwaka huu uanze 2026, huu ni mwezi wa 4 mwishoni, tunaingia wa 5 kesho kutwa, kwa asilimia ngapi, kwa jinsi mnavyozidi kutoa elimu, mnazidi kusimamia, asilimia ngapi mnaona zimepungua katika hayo makosa common? Siwezi kusema asilimia ngapi moja kwa moja, lakini makosa yanapungua. Kwa sababu usimamizi pia, sisi pia tunaendelea kuzidisha doria barabarani. Na tunazidisha elimu. Kwa madereva wanaelewa kupitia kukamatwa, kwamba anapokamatwa anajua kumbe hili ni kosa, naye anakuwa anakumbuka. Lakini pia kupitia elimu kama hivi wanaendelea kupata elimu na makosa yanazidi kupungua. Sawa. Ni viatu gani ambavyo vinapaswa dereva kuendeshea gari? Dereva anatakiwa avae viatu ambavyo vinafunika mguu. Yani kiatu kile kinafunika mpaka nyuma hapa, kiwe kama ni sandals. Sandals yanaruhusiwa kuvaa, lakini iwe ina mkanda wa nyuma. Kwa nini ifunike mguu wote mpaka nyuma? Yani inatakiwa ikamate, kwa sababu mfano anaendesha akiwa amevaa lapa. Lapa sio salama sana kwa kuendeshea gari, kwa sababu anapokuwa anakanyaga labda ni clutch au breki, ile lapa linaweza likateleza, zile mikanda zake zikakamata labda kwenye breki. Kwa hiyo inakuwa haiko sawa sana. Kwa hiyo inatakiwa avae viatu ambavyo vinafunika mguu. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, tunazungumza maswala ya mambo ya kuzingatia kwa dereva wa magari binafsi. Tumeona, tumesikia mengi, tumeelekezwa mengi. Kwa hiyo tujitahidi sisi madereva, ama wewe mtazamaji ambaye ni dereva wa magari binafsi, jitahidi kuzingatia, kuhakikisha unapunguza makosa ili kuokoa maisha yako binafsi, chombo chako cha moto, lakini miundombinu pia, watu wengine kwa pamoja. Ni ushauri gani ambao ungeweza kuwapa madereva wanaoendesha magari binafsi? Mimi ushauri ambao naendelea kutoa kwa madereva hawa magari binafsi pamoja na pikipiki, kuzingatia hizi kanuni, taratibu na sheria za usalama barabarani. Wanapokuwa wanazingatia hizi sheria, kanuni na usalama, na hizi sheria za usalama barabarani sasa unapofuata sheria, ina maana unakuwa uko katika utaratibu maalum ambao unafanya pia sasa watu tuendelee kuwa salama. Unapokuwa labda una overtake, unaenda mwendo kasi, sehemu ambayo sio haikuruhusu kufanya hivyo, inakuwa sasa umevunja sheria na unakuwa unahatarisha maisha ya watu wengine. Sawa. Yapi makosa tayari umeshasema. Ipi adhabu ambayo dereva wa mwendo kasi, dereva naye overtake ambapo sio, ipi adhabu yake ambayo itamsababisha nikipitia adhabu hii na acha siku nyingine siwezi kufanya tena? Kwa sababu sheria inaeleza, sheria iko wazi. Dereva anapofanya kosa, mfano ameenda mwendo kasi, anaweza akaandikiwa faini ya papo kwa papo. Au kama itaonekana sasa amehatarisha sana zaidi maisha ya watu, anaweza akafungiwa leseni yake. Au akapelekwa pia mahakamani. Sababu unaweza pia ukapelekwa mahakamani ukafungwa. Sheria pia hizi ziko zinaeleza. Unaweza ukaenda mwendo kasi pia ukafungwa. Au ukafungiwa leseni, au ukaandikiwa faini ya papo kwa papo.
Okay. Yeah. Sawa, kwa kumalizia ni nini ambayo ungependa kuwaambia madereva? Sasa tunawajumuisha wote, tumewazungumzia binafsi, sasa hivi tunatamatisha kwa kuzungumzia madereva wote, biashara lakini pia binafsi. Yeah. Mi na waasa tu madereva kwamba hii tasnia ya udereva kwanza kwa wengine ni ajira. Yeah, kwa sababu ni sehemu ambayo unakuta anajipatia kipato. Ndio. Kwa hiyo waheshimu sehemu yake ya kazi. Kwenye kuheshimu sasa ndo anatakiwa afuate hizo taratibu, kwa sababu hamna kazi ambayo inakuwa haina utaratibu. Yeah. Kwa hiyo afuate hizo taratibu ambazo zimewekwa, ikiwa ni pamoja na kufuata sheria. Yeah, kwa hiyo ni waase tu waendelee kufuata sheria za usalama barabarani ili tuendelee sote kuwa salama. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo katika kuzungumzia masuala ya msingi kwa dereva anaendesha gari binafsi. Mimi ni Esther Mamkwe, nikutakia wakati mwema. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata kila ambacho kinafanyika humu ndani kila siku. Nikutakia wakati mwema.